Wewe ni mwanamke. So nice. Tazama kifuani kwako. Usishike basi. Sawa, sikushiki, lakini jiangalie, uniangalie au muangalie alokaa pembeni yako. Tuko sawa kabisa. Wewe ni mwanamke, acha kujitia uhusika ambao sio wako. Achana na hayo mambo ndugu yangu. Hapa shule umekuja kusoma, tafuta elimu iliyokuleta. Bongo School. Hadithi yetu haiishi kamwe. Class attention. Mpo comfortable kweli? Kama kuna harufu nzito huko ndani. Hata kama jamani. Kweli nasikia harufu ni ambayo sio ya kawaida. Kaka hebu njoo. Wewe hapo wewe. Wewe hapo negeuka nyuma. Njoo. Unaumwa? Unaitana? Naitwa Star. Umesema unaitwa nani? Star. Star. Star, kuna shida mkono yaani uko sawa na kuona nikikuangalia. Kuna shida? Sasa mbona umevaa hivyo? Shati lote tumegeuza mbele, tumekuwa nyuma, mimi kwa mbele. Shida iko wapi? Au uko smart, nywele ziko refresh. Yaani kama sio mwanafunzi. Eti. Unajua wewe ni first year, ni tofauti na mtu wa form 1 au uko form ngapi hapa? Uko chuo, hisia. Mwaka wa kwanza, unataka upendeze, ukae kifesti, mtu akikuangalia huyu ni first year. Lakini mtu akikuangalia ni onekano, appearance yani haufanani. Kwa mfano, hebu kaka njoo. Wewe hapo. Njoo. Unamwona mwenzio? Unaitwa nani? Chazi. Okay, Chazi umependeza, yani unaonekana yes. Stari, mbona Chazi hivyo tokea amependeza? Asa mtu akija tu hapo na ile yes. This is first year, sawa? Lakini wewe
Hapana, kwa kweli. Hata mimi ningekuwa na kuomba tu, ningeomba nitoke tu, kakae sawa, jitengeneze vizuri, uonekane vizuri, then ndo rudi darasani. Maana naona unaweza kuwa hapo comfortable na mimi mwenyewe siko comfortable kufundisha. Lakini madam, Stella, unataka kunipa na nguo hizi tu? yaani ni walinibia nyingine kwao, nimebaki na hizi tu. Sawa, nimekuelewa, lakini nilikuwa naomba tu, yani kwa kweli sitakuwa comfortable kuendelea na hichi kipindi. Ningeomba tu utoke nitupishe, yani ukafanya nini mimi ndo urudi, hatutaweza. Usifanye hivyo Stella. Naomba tu utoke nje, utupishe. Chasi, ndio kaka yemwe. Naomba tu uende. Kweli sitoweza. Na wenzako pia na hisi tu wameshoka kukuambia lakini hawako sawa. Madam, naomba siku nyingine nitakuja na Naomba tu uende. Naomba tu uende utuache kwa kweli. Kazi. Sia. Next time don't think it be a space fundish shop al pick. Okay. Bas. Ikistaajabu ya Musa. Tuyaona na school girl. Bongo School. Bongo School. Halo. Kesho mama. Sijambo za huko. Siku wazima. Alafu mama, niko nataka kuambia kwamba nimemsana na Farida. Sasa hivi naishi kwake. Mama. Halo. Halo. Mbona mama naye amekata tena? Halo. Kiukweli alichokuwa anifanyia mwenyewe ilikuwa sipendi kabisa. Nice. Umesikia alichokisema Lina? Kina kweli gani ndani yake? Mimi siwaelewi. Ule. Kwanza napenda kumshukuru huyu kama kunifikisha kwa mimi kama kiongoza waachie wa darasani tena, kwa sababu hiki kitu kingeenda mbele kabla kunifikia mimi. Lesi angekuwa ni mambo makubwa mpaka sasa. Mimi nipende kukushauri kama kitu unachokifanya kwa sio kizuri. Wewe ni mwanamke. Sawa nasi? Tazama kifuani kwako. Usinishike basi. Sawa sikushike, lakini jiangalie, uniangalie au muangalie alokaa pembeni yako. Tuko sawa kabisa. Wewe ni mwanamke, hata kujitia uhusika ambao sio wako. Achana na hayo mambo ndugu yangu. Hapa shule umekuja kusoma, tafuta elimu iliyokuleta. Sijakuta lakini kwa ajili ya kujibishana hivi. Ila nikushauri tu. Mambo mwache huyu aendelee na masomo yake, aendelee na maisha yake mengine. Na wewe jidi katika mambo yako Mungu alokuambia. Na kama unataka kuwa na mahusiano, kuwa na mahusiano ya wanaume, wewe ni mwanamke. Mimi nishampenda huyu. Namtaka. Yaani kivyovyote vile namtaka. Ni ametamani yaishe, yani yaishe vizuri tu kwamba yasifike mbali.
Lakini kumbuka mimi utakaponikaidi mimi hapa. Utakapofikisha kwenye ngazi za juu. Oi, utasumbuka sababu iko kimimi kabisa na taratibu na sheria yote hapa Tanzania. Sidhani kama inakuili. Sio kwamba sidhani ni hairuhusiwi. Kwa hiyo itakapokuja kufika huko ngazi za juu, yamkini akafikisha utapua chuo hapa. Itakuwa tayari na masomo yako. Kwa hiyo kama hapa shule umefuata elimu, naomba ufuate elimu. Naomba ufanye kitu kilichokuleta. Singine na ushauri wangu wa mwisho nilokuletea ambao unaweza kukusaidia wewe endapo utasikiliza na kukaidi utajua pia mwenyewe. Nimekuletea mtumishi Lili hapo. Akupe neno la Mungu kidogo kile sikiliza. Yamkini utapona. Napo kipuuza hiyo ni juu yako. Sitakuwa na lawama juu yako. Mtumishi Lili karibu. Asante. Mimi nimesikia yote ambayo walikuwa wanaongea. Kushauri ni kontena na hayo mambo. Sodoma na Gomora waliangamizwa kwa kukosa maisha. Walikuwa wanafanya tabia chafu kama mzipo wanaifanya wewe. Mungu aliwateketeza. La msingi ni kufocus na chuo na sio kufanya mambo hayo na afanye hapo. Maana sio vizuri. Haimpelezi mwila. Sikieni, mimi simuelewi. Sawa. Sio mimi sikuelewi na huyo mlete mwenyewe mimi simuelewi. Lakini kitakachotokea hakuna kumpa lawama hapa. Lakini kama endako akirudia kuniletea taarifa kwamba unamsumbua tena, mimi nitafikisha kwa mkuu wa chuo. Haya, mtu wako si ulimpa nini? Kama inawezekana ifike tu ngazi ya juu kwa sababu yani naona kabisa yani kama hivyo msikia nakwambia hata Kenya hasikii. Yaani sitaki nimechoka, nimechoka. Bongo School, hadithi yetu haiishi kamwe. 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 Dada, unataka kwenda? Mpaka nimetoka chuo leo dada. Dada, lakini nilipokuwa chuoni mama alinipigia simu. Nimekuambia kama nilipata kama nani? Ndio dada ninauliza. Kwa nini sio umemwambia? Kwa nini umemwambia? Dada, pata unaomba gani kumweleza na kwamba nikutane na yeye. Mama umsikie mama sasa hivi. Umwambie uko na mkomeja kukutana na mimi. Nisipokuambia mimi sio dada yako tena. Na Farida, imekuwa wewe damu. Naomba ufanye nilichokuambia. Sawa, nitafanya kama unavyotaka dada. Hebu subiri nitakucheki baadaye. Na Farida, mbona hiyo kama hiyo sauti yani kama songe hivi kama sehemu wako? Nani wewe da Farida? Songe hivi. Yani hiyo sauti nishavisikia. Yani kama naijua. Kwa nini nilichokwambia? Mwambie hivyo. Basi. Poni. Sasa salamu mimi hapo nini? Mwambie mama kwamba naishi na dadangu tena anakosa.